Kuna maneno Mwenyezi Mungu anasema Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Hiyo ni fadhila ya Allah, ni neema ya Mungu, anampa anayemtaka. Sio kila mtu anapewa tu. Kwa hiyo ukitaka kuhakikisha hilo, msikiliza hiki anachokisema huyu mchungaji, mtu mkubwa sana katika imani ya Ukristo. Anathibitisha na kusema kabisa, kumsifia mtu mkubwa sana katika imani ya Uislamu. Kwa sababu gani? Kuna kitu amekiona. Mungu akishakupa amekupa tu. Nazungumzia Sheikh Walid. Sikiliza mwenyewe ilivyokuwa. Kwa haya ambayo yametokea Sheikh Walid Kawambwa. Ndio. Sio mnafiki. Sio mnafiki kuficha hisia zangu. Okay. Kwa kiasi fulani amenihuzunisha kidogo. Sawa. Kwa sababu ya uwekezaji ambao Mungu ameufanya kwa Kawambwa. Okay. Mimi nimemsikiza sana hotuba zake. Ni ngumu sana kuwapata mashehe kama wale ambao wamefikia kiwango kile cha uelewa wa dini, lakini kuelewa jamii ya Watanzania. Okay. Ni kwamba ana uwezo wa kusema na Watanzania bila kuasili imani yake. Sawa. Kwa sababu wako Wakristo wengine hawataki kusikia habari ya Waislamu. Mchungaji na maaskofu wasema wanafuga majini ya Waislamu, yani kama sio ndugu. Japo wote ni Wabena, wote ni Wahehe, wote ni wa Kigoma, lakini madamu ni Muislamu tu hapana. Sitaki kusikia habari ya Waislamu hapa. Lakini wako Waislamu pia hawataki kusikia habari ya Wakristo. Wanakula nguruwe hawa, hawajaenda sunna, hawajatahiriwa hawa. Lakini hiyo kitu ikute kwa Sheikh Kawambwa. Okay. Ukuti. Ana uwezo kuunganisha watu bila kuasili imani yake, Uislamu wake. Okay. Na mambo mengi, ana mawaidha mengi jinsi ya kuitoa, kuitafsiri Qur'ani, kitabu cha dini yake kwenye maisha ya kawaida kwa wasaidia waumini. Amekuwa taa katika viongozi wale wa dini, amekuwa nuru inayong'aa kwenye giza. Sawa. Sasa ukiangalia na umri wake, bado kijana. Hawa ndio nilibahatika kukaa na Sheikh Yahya, nilibahatika kuwa na karibu na Sheikh Gorogosi. Hata yule mufti mwingine alikuwa Simba, yule mufti Simba yule mara tukutana. Naona huyu alikuwa ndio kwa sababu kuandaa kuwatengeneza viongozi wafike review ni gharama kubwa. Sawa. Ule uwekezaji ambao Mungu ameweka ndani ya Sheikh Walid Kawambwa ni mkubwa. Ndio maana kuna wakati Mungu alimtetea Musa. Kuna wakati Musa alipata tabu kama hii katika Torati. Na tuhumiwa na Miriam na Haruni kwamba huyu amekiuka maadili. Okay. Mungu alimtetea Musa, nimewekeza hapa nguvu zangu, akili yangu kwa miaka zaidi 80. Hamwezi kuuza kuku, mnauza ng'ombe kesi ya kuku. Mungu akaambia Miriam na Haruni, isisikie tena mnasema mbaya kuhusu Moses. Nini Mungu anatetea uwekezaji ambao amewekeza ndani ya Moses. Okay. Ndio maana katika Biblia Yesu alisema viacheni vyote vikue. Okay. Sasa mimi sijajua mahali gani amekiuka mwenyekiti wetu. Lakini kama ni hoja za yule binti, mimi nimekupata katika mimi nimefanya kazi miaka mingi ya dini. Sawa. Na miaka sasa inakaribia 45 nikiwa nafanya kazi ya dini. Okay. Nimeanza tangu miaka 83 zamani kabisa. Kwa tunapata mambo mengi kuhusu viongozi wa dini. Binti moja ananiambia mimi, baba, mimi kuna mchungaji amenitongoza tena ni askofu. Wewe ni bikira? Hapana baba, ni mkweli mimi sio bikira. Sasa wale waliokubalia mbona kuniambia? Kama kuna ngine walinitongoza niko wakubalia. Okay. Kwa sababu ukishakuwa bondia huwezi kuogopa nundu, kosa nundu. Sasa kwa lazima tunasema kuna namna ya kudili na kiongozi. Sasa kiongozi anakuwa ni kama ameshika mioyo ya watu wengi. Ndio. Sababu binadamu hamuoni Mungu, anamwona kiongozi. Zamani alisema Nyerere, huwezi kumtikisa kiongozi usitikise nchi. Sasa huwezi kumtikisa kiongozi unatikisa nchi. Alisema Kambarage zamani, kwamba huwezi kumtikisa rais wa nchi usitikise nchi. Kwa hivyo Yesu anasema ukitaka utawanye watu, piga mchungaji wao. Okay. Piga kiongozi basi unapiga wale ndio wanatawanyika. Kwa hiyo kuna namna ambavyo
ndio hivyo. Kwa hiyo ni jambo, hivyo ndivyo ilivyo, na huo ndio ukweli. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Hiyo ndio fadhila ya Allah, anampa anayemtaka. Mungu anamchagua mtu, anampa tu fadhila zake, neema zake, anamwambia aishi tu hivyo. Basi mwenyewe tu mataji yake ataka hivyo iwe hivyo, basi ndio hivyo. Kwa hiyo Sheikh Walid alipewa, basi tukubali kwamba alipewa na amepewa kwa kipawa. Hata kama ataingia katika taasisi yako yakawa mkubwa kuliko taasisi, ndio tayari kashapewa. Sasa una haja ya kuhangaika naye, una haja ya kunanili. Mwisho wa siku ndio unazidi kumtangaza. Yaani ulivyomtoa ndo gapi umezidi kumtangaza na umezidi kumpa pawa. Kwa hiyo dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Asante.